mtazamaji wa HM Right TV, karibu na uhali gani hapo ulipo. Hii ni Mseto News. Karibu uweze kupata habari ambazo zimetake headlines all over the world. Na hii ni HM Right TV. Unatupata kupitia YouTube channel, WhatsApp channel, Facebook, Instagram, kote tunajulikana kama HM Right TV. Na mimi naitwa Gingo Gingo. Nifuate Facebook, Instagram and TikTok, lakini pia siko peke yangu, nipo na mwamba Henrich Kunjum. Naam. Mambo vipi? Bwana safi kabisa. Kwema? Khairi. Mambo naenda? Alhamdulillah. Naam, mtazamaji wa HM Right TV, endelea kutufuatilia, lakini pia usikose kusubscribe, kushare na kucomment kwenye YouTube channel yetu. Bwana Henrich, Naam. kuna habari leo kwenye Mseto News ambayo sio nzuri. Na ni habari ya kuhuzunisha kweli kweli. Habari iliyotoka katika kijiji cha Zombo, shule ya sekondari Zombo, wilayani Kilosa, mkoani Morogoro, ambapo inasadikika na si inasadikika, ni taarifa rasmi katika jeshi la polisi kabisa, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro ameweza kutoa hiyo taarifa. Kuna binti wa kidato cha pili amebakwa na mkuu wa shule ambaye amekaimu kuwa mkuu wa shule. Sawa, huyo binti ni wa kidato cha pili, ana miaka 16, jina lake limehifadhiwa. Lakini huyo mwalimu ambaye amemfanyia hilo tukio la unyama kweli kweli ni anaitwa Mkame Mwaisumu, ana umri wa miaka 30. Ni mwalimu wa shule ya sekondari ya Zombo iliyopo wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, kwa tuhuma za kumbaka mwanafunzi wake wa kidato cha pili. Hili tukio limetokea tarehe 19 mwezi huu wa 3, muda wa asubuhi huko katika shule ya sekondari ya Zombo iliyopo kijiji na kata ya Zombo, wilaya ya Kilosa, ambapo mwanafunzi jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili, jinsia ya kike, mwenye umri wa miaka 16 wa kidato cha pili, alifanyiwa ukatili au kubakwa na mwalimu wake wakati wakiwa ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule hiyo alikokuwa amemtuma kwenda kufuatilia mwongozo wa somo au lesson plan. Kwa hiyo akiwa huko, na huyu mwalimu alikuwa anakaimu mwalimu mkuu kwa siku hiyo, kwa hiyo alimtuma mwanafunzi kwenda ofisini na baadaye alimfuatilia kule na kumfanyia vitendo vya ukatili. Mtuhumiwa amekamatwa baada ya mwanafunzi aliyefanyiwa ukatili kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mmomonyoko wa maadili, lakini uchunguzi wa kisayansi ni kijana kweli bado ni nguvu kazi ya taifa kabisa. Na matukio haya yamekuwa yakikithiri kweli. Si mara ya kwanza kusikiza matukio kama haya, kwa sababu nadhani sasa hivi matukio haya yamezidi kuwa makubwa zaidi kutokana sijui maendeleo yanavyozidi kukua, kwa sababu kipindi tunasoma sisi tayari wanafunzi tulishakuwa wakubwa sana. Kwa hivyo chochote ambacho tutakuja kutuambia tutaripoti moja kwa moja. Lakini sasa hivi unakuta pengine labda watoto wanasoma bado wakiwa wadogo sana, na nani pengine ni changamoto. Lakini jambo zuri ni jeshi la polisi kupitia kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Alex Mkama tayari ameweza kusema ni hatua gani zilizochukuliwa kuhusiana na mtu huyu, kwa sababu zamani pia pengine matukio kama haya yanapotokea, basi mwalimu na mzazi wanakaa chini wanazungumza ili iweze kuisha hili swala. Lakini sasa hivi mambo yamekwisha badilika, na ni jambo zuri kweli kwa sababu kumbaka mwalimu, unambaka mwanafunzi wako unayemfundisha. Tena alimpa nalia, yani alishamwandalia mazingira, alimwambia kwamba aende ofisini akachukue andalio la kufundishia. Alipoenda kwa yeye akamfuatilia kwa nyuma, alipoingia tu akafunga mlango akatekeleza lile alilotekeleza, which is very bad. Ni tukio la kusikitisha sana, kwa sababu pengine inaondoa imani ya wazazi kwa walimu, kwa sababu tunaamini walimu ndio misingi bora ya kulea familia, kulea watoto, ni misingi bora ya kuandaa wanafunzi bora. Tunaona kina Mheshimiwa Rais wote walipita kwa walimu. Kwa hivyo tuwasi ndugu zetu walimu waendelee kufanya kazi bora, kwa sababu matukio kama haya yanapoteza ile hali ya utendaji kazi kwa baadhi ya walimu ambao hawana matukio haya. Na miongoni mwa maseme kwa professionalism ambazo zina hadhi zaidi katika jamii ya Kitanzania na dunia kwa ujumla ni pamoja na walimu, kwa sababu walimu wao wamekuwa ni kama kioo cha jamii, si ndio? Lakini siku hizi mambo kama inakuwa yanaenda vice versa hivi, si unaelewa? Mwalimu the way anavyovaa, anavyoingia darasani, anasema yes, huyu nikimpa mwanangu anaweza akafanya kitu. Sasa hivi walimu kama wanageuza mbali tu na tukio la mwalimu huyu kumuingilia pasi na ridhaa yake mwanafunzi huyo. Tayari hapo wiki kadhaa zilizopita kulikuwa na tukio
tukio la kushangaza kidogo, mwanafunzi aliyepigwa mpaka kupoteza uhai. Kwa hiyo matukio haya ukiunganisha doti yanazidi kupoteza imani kwa walimu kwamba pengine walimu sasa hivi ni wale walimu namna gani. Kwa hivyo ndugu zetu walimu popote walipo waweze kufuata taaluma yao, nini kinachosema, lakini pasi na uvunjifu wa sheria za nchi. Lakini pia kinachoniuma zaidi labda kunjumu kama kitu usichokijua it's so pain by the way, kwa sababu huku Zombo mimi ndio sehemu ambayo ni jirani na nyumbani kwetu, unaelewa. Swala la kusikitisha sana. Kabisa shule ambayo nimesoma mimi Ukwiva Secondary, manake tukifanya debate tukiwa na michezo shule ya jirani ni Zombo. Kwa hivyo ni sehemu ambayo ni nyumbani kabisa. Ukaya. Si unanielewa? Ukae. Si unaelewa vizuri. Kwa hiyo ni jambo ambalo linasikitisha kweli. Huku ni nyumbani Kilosa, Morogoro, Tanzania. By the way, tuwasitu wanafunzi wanavyozidi kuona matukio ya hatari kwa walimu wao, pengine namna gani yametokea, basi wawe makini katika utoaji wa taarifa ili kuweza kujinusuru na pengine kunusuru afya zao. Kabisa. Asante mtazamaji wa HM Rai TV, na hii ni Mseto News. Huyu alikuwa ni Henry Chikunjumu, mimi naitwa Gingo GINGO on Facebook, Instagram and TikTok, lakini pia usikose kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama HM Rai TV. Asante na tukutane mara nyingine tena.